Assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, fadhkuruni adhkurukum. Haya ni maneno mawili mpaka matatu ambayo yamebeba maani nyingi na darsa nyingi ndani yake ambazo zitaleta faida. Hebu tuwe pamoja tutizame. Kwanza tunaona katika aya hii mahusiano na mawasiliano baina ya Allah subhanahu wa ta'ala makubwa sana yanapatikana katika dhikr, katika utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala kunatengeneza mawasiliano mazito ambayo huwa yanatumika kila wakati, na ukitaamali, ukizingatia zaidi, utaona kwamba mja anapomtaja Allah na Allah anapomtaja mja kuna tofauti kubwa sana, kwa sababu mja akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala anamtaja akiwa fakir, akiwa dhaif, akiwa ana mipaka ya uwezo wake wote, ni dhaifu. Ama Allah subhanahu wa ta'ala mkamilifu, yeye subhanahu wa ta'ala kwanza akimtaja mja huwa anamtaja kwenye sehemu ya juu kabisa yenye sharaf. Pana malaika wengi waliopewa vyeo na waliokuwa na nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anamtaja mja wake kwa kumsifia, basi si tu anamtaja kwa kumsifia, bali anamrehemu, anamuongoza, anamuhifadhi, anambarik, anamwafikisha. Bali jambo kubwa ambalo binadamu tunalitafuta, usafi wa mioyo, yashrahu sadrah, na hiyo ndiyo zawadi anayotoa Allah subhanahu wa ta'ala, na nyingine nyingi zilizojificha kwa yule ambaye anamtaja. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatoa a'adham maksab fil hayat kwa huyu mja, yani kitu kikubwa anampa, si mali ukaiona ni kubwa. Mali ni kitu kidogo kabisa hicho anachompa Allah subhanahu wa ta'ala huyu mja, wala si cheo, wala si shura, wala si uzuri, wala si hili, isipokuwa zawadi kubwa ni nini? Ni ile Mwenyezi Mungu kumtaja yule mja wake. Akimtaja mja wake, mmejua hayo ambayo anapewa huyu mja. Lakini pamoja na hayo, tufahamu kwamba kumtaja Mwenyezi Mungu sio tasbihi tu au istighfari tu au tahmidi tu. Kwanza unatakiwa ulimi uzoee kwenye ibada, ni vile vile yashmulu dhikr katika mambo mengi, tilawat alquran, dua, shukr ni'am, salat, ta'at alawamir wa tarki almaasi. Faman ataa Allah faqad dhakara wa man ghafala, yote yule atakayemtaja Mwenyezi Mungu, atakayemtii Mwenyezi Mungu ni kama amemtaja. Maana yake moyo wake kila wakati unamkumbuka Allah, ndio maana unamtii. Mara nyingi mtu anapomaasi Mwenyezi Mungu huwa Allah amekuwa mbali kwenye ule moyo, au ameweka compromise ya sheitani na Mwenyezi Mungu, anapenya yule sheitani. Kwa hivyo anayeghafilika na amri za Mwenyezi Mungu, basi ajue kwamba amepunguza sehemu ya nini, ya utajo na ile nafasi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anampa mja. Katika hii aya tunaona kwamba, na tunafahamu ina jambo la darsa ya kitarbawi adhim ambayo binadamu anaathirika nayo. Fanafsu albashariya tuhibbu man yadhkuruha wa yahtamu biha. Mtu akikutaja, akiwa anakuheshimu, mfano mtu akitajwa na mfalme, basi nafasi yake hata kwenye jamii inapanda, akitajwa kwa wema tu.
au rais akimtaja kwa wema tu, basi nafasi yake inapanda. Yeye mwenyewe anajisikia raha fulani, pamoja na kwamba lile jambo analitaka atajwe na watu kwa wema, kwa sababu kutajwa kwa wema ndio ishara nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba huyu mja ni kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini awe na akhlaq njema, na wale wanaomtaja ni watu wema. Na mara nyingine mtu afahamu kwamba hili suala la kutajwa na Allah subhanahu wa ta'ala lina zawadi nyingine kubwa. Ndani ya moyo kuna humum, kuna qalaq, kuna madonge, kuna mambo ambayo yanachafua ule moyo, lakini dhikri inakuja kusafisha. Tena ajabu, dhikr inaondoa mpaka hasad, inaondoa mpaka dhaghina, inaondoa vitu vya ovyo vinavyopenda kuganda kwenye moyo. Sasa mtu amtaje Allah subhanahu wa ta'ala, na inathibitisha hivyo aya nyingine ikisema, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Kwa hivyo nawahusia ndugu zangu, tupende kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala tujue Allah ni karimu. Tena inatuonesha hii aya tuliyoitaja mwanzo, fadhkuruni adhkurukum. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa hilo talab tuitekeleze, ndiyo atatupa zawadi hiyo ya kututaja. Kwanza fadhkuruni adhkurukum, mkiwa hamjanitaja basi mimi la adhkurukum. Na karamullah alwasi' inayoonekana ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampa mja wake zawadi hapa duniani, katika maisha haya mafupi anampa malipo makubwa sana. Katika malipo imetajwa katika suratul Ahzab vile vile, wakisifiwa wale watu 10 wa mwisho katika wale watu, wadhakirina Allah kathiran wadhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah anamsamehe madhambi yake na ampa malipo makubwa. Kwa hivyo tukishikamana na hilo tutaipata karamu ya Mwenyezi Mungu, na ajabu karamu hiyo haishii hapa duniani kwa maisha haya mafupi, itaenda mpaka kwenye maisha ya barzakh, itakwenda mpaka katika maisha ya hisab, itakwenda mpaka katika maisha ya peponi, janna. Utajikuta uko kwenye a'la maratib, utajikuta upo katika maisha ya sarmadia milele, yana furaha, yana raha. Na hayo ndiyo katika mambo ambayo yanampa faida mja pale anapoifanyia kazi hii haya maneno ndani ya aya mafupi madogo, fadhkuruni adhkurukum. Shukran. Kwa haya machache tutosheke na tuyafanyie kazi. Allah atupe nguvu hiyo. Wa barakallahu fikum.